Okay, basi leo tunasonga mbele na episode ya pili ya Picha Safi Wanaita Your Majesty. Na episode ya kwanza tuliishia wakati mfalme na binti Yeon wanaanguka kwenye korongo. Sasa baada ya muda mfupi watumishi wanafika. Wanamuita mfalme, mfalme, hawajui ameelekea wapi. Lakini wanaupata upinde wa mfalme. Mfalme kapotea. Mtafuteni kila kona ya msitu. Basi msako unaanza, mfalme lazima apatikane. Upande wa pili, huku sokoni wanapita watu wawili, mtu na baba yake. Na hawa ni viongozi ambao wananchi na baadhi ya viongozi wenzao wanawachukia kwelikweli. Huyu mzee anaitwa Seo Hong na bwana mdogo anaitwa Song Jae. Na hapa wapo njiani wanaelekea kwa gavana mmoja hivi, mtafahamu story yake baadaye. Sasa upande wa pili kwa binti na mfalme. Binti anaanza kuamka, maji amewapeleka pembeni kidogo Si unajua tena yalikuwa yanatembea. Na binti ndo anakuwa wa kwanza kuamka. Anageuka hivi, anashtuka. Mfalme bado amekata moto. Yeon anasema, hivi kumbe tulianguka pamoja. Anajaribu kukumbuka ilivyokuwa, namna ambavyo mfalme alichomwa mshale na kumwangukia. Sasa anageuka anashangaa, hebu subiri kwanza. Ina maana kachomwa na mshale wa kweli? Anaposogea kuangalia hivi, ni kweli bana, mambo gani tena haya? Basi anajaribu kuomba msaada, anaita jamani, hamna mtu yote hapo. Kuna mtu anahitaji msaada hapa. Lakini hakuna mtu, wako peke yao. Sasa anaanza kumwamsha mfalme, oya amka, we amka bana, amka. Unathubutu? Nathubutu nini bana, amka. Anaangalia mikononi hivi, damu. Akaona hapa cha kufanya ni kuzuia damu iache kuvuja. Kwa hiyo anauvunja ule mshale, alafu anatumia skafu yake ili kuweza kuzuia mzunguko wa damu, damu siweze kuvuja nyingi. Alafu anakumbuka kwamba ana dawa fulani. Si unajua tena katoka tauni, ana mafuta fulani hivi. Kwa anaamua kumpaka ile sehemu yenye kidonda ili kuweza kukausha damu mapema. Anasema unajua hata kama wewe ni chizi, siwezi kuacha tu hapo ukajifia mwenyewe. Na baada ya kumwekea ile mafuta, anakumbuka, nipige simu hospitali. Lakini simu imebaki kwenye begi. Begi si imebaki kule mlimani. Sasa anamwambia mfalme, ngoja nikusachi ili watumie simu ya mfalme. Anaanza kumsachi mfalme mifukoni. Oya, simu yako iko wapi wewe? Mbona hata huna mifuko? Lakini anavyomsachi, mfalme anachomoa kisu. Anamuuliza unatafuta kisu niue? Yeon anashtuka. Karibu Kills Movie Recaps. Mimi ni storyteller wako Dennis. Usisahau kulike na pia kusubscribe ili uendelee kupata burudani safi. Anamwambia wewe bwana, umenielewa vibaya, sio kisu. Mimi natafuta simu yako ili tuombe msaada. Kwani hujioni ulivyoumia? Mimi simu yangu sina, ipo kwenye kipochi ulichokipiga na mshale. Nini? Unathubutu kunidanganya na uongo wako huo ili mwenzako anichome na mshale tena? Wewe umechanganyikiwa Kuwepo eneo la tukio haimaanishi nimefanya mimi. Mfalme anamshika, huwezi kunidanganya tena. Tutafahamu ukweli wote mahakamani. Nijizuie nisijizuie. Wewe kichaa. Hivi hauoni nimezuia damu yako isivuje nyingi? Nimeokoa maisha yako. Amezuia damu. Hata kama ni kweli, lazima umefanya hivyo kwa sababu una mipango yako. Nimeokoa maisha yako na hii ndio shukrani ninayoipata. Hebu nisikilize. Hata kama wewe ni chizi kiasi gani, mimi sina haja ya kutoa uhai wako. Mfalme anamshika tena. Acha kuongea ujinga na ufe. Gwinyeo anakula buti. Alafu Yeon anakiwahi kile kisu. Haya sasa, nani mjanja? Nipatie hicho kisu haraka, Scoopy, na naondoka, usinifuate nyuma. Sawa? Simama. Mfalme wa Joseon anakuamrisha usimame. Binti akaona hili chizi la wapi hili? Mfalme, hebu nyamaza tu, usiongee, funga bakuli. Sawa? Yaani hapa kila mmoja anamwona mwenzake amnazo. Kila mmoja anamwona mwenzake chizi. Mfalme anaamua kusogea kwa nguvu, ile kumvuta anakoswa na kisu. Binti akaona anamwambia mimi ni mtaalamu wa visu. Anaanza kumuonyesha uwezo, lakini hizi ni staili za wapishi unapokuwa unapika, unapeka vijiko, visu nini, lakini yeye anajifanya kama vile ndio upiganaji wake, yani mtaalamu wa mapanga wa visu namna wakatakata vitunguu, nyanya umo yani. Yani hili ni onyo kwamba usinifuate bana, mimi noma. Umeona Mfalme anajiuliza, huyu ni Gwinyeo kweli? Anamvuta kwanza, anamkaba. Na binti anapojitetea wanaenda mpaka chini. Mfalme anambana, anamwambia niambie jina lako. Gwinyeo. Gwinyeo? Mimi sio kahaba bana, mimi sijiuzi bana. Mimi ni mtu wa kawaida. Wa kawaida? Kama kule una wa kawaida baba yako anaitwa nani? Yani hiki. Yani shakuwa tatizo hapa. Binti anamwambia mimi ni shefu. Shefu Yeonjiwe mpuzi. Shefu? Sijawahi kumsikia shefu anaitwa Yeonji maisha yangu yote. Sasa wanaanza kugombania na kisu. Mfalme anasema leo utasema tu wewe ni nani? Mimi ni mpishi, wewe mpuzi, mimi ni mpishi.
na ghafla kile kisu kinawatoka na kuangukia upande wa pili. Inakuwaje hapo? Binti anamuwai changa la macho. Hilo ndo changa la macho. Unapigwa mchanga kwenye macho. Lakini mfalme anamshika mguu. Yaani hawa kama watoto, pushi zinaanza. Kila mmoja anataka awai kisu. Na mfalme anataka kuchukua kisu hivi, anakula bonoka. Unajua bonoka wewe? Kisu kinabaki kwa binti. Mfalme anageuka hivi, anaamua kurudi haraka haraka, lakini anapigwa kichwa. Mfalme mwenyewe anaonekana mlaini, maana kichwa kimoja tu anakata moto tena. Yeoni mwenyewe anashangaa, ni wa kiume kweli huyu? Haya bana, binti anaamua kumfunga kamba kwenye kimti. Anaamua kumwacha hapa. Lakini anapoondoka hivi, moyo wake unamkataza kabisa yani. Unamwachaje mtu hapa, Anaona hai kachoka kweli kweli yani. Kwa hiyo anaamua kumwamsha na kamti. Oya. Mfalme anaamka, anamuona binti, mwenyewe amechoka. Sasa anajaribu kuinuka hivi, na anagundua kafungwa kamba. Hiki nini tena? Kwa nini umenifunga kamba? Embu acha ujinga, jaribu kuinuka. Hivi wewe unataka kufa? Ina maana bado uelewe kinachoendelea. Embu jaribu kuinuka au na kuacha hapa. Alafu Yeoni anaanza kuondoka. Anaondoka kweli. Mfalme anaangalia mazingira, waasi wakinikuta hapa. Anasema sawa. Anainuka, hawezi kubali wamwache hapa. Ongoza njia. Yaani kile unachokiongea ni kama unatoa oda. Binti anasogea kufungua kamba ili ambebe. Anamvuta kama ng'ombe. Jitahidi kutembea haraka. Sasa binti anapoanza kumvuta, mfalme anamuuliza, "Unanipeleka mpaka wapi? Ili uende ukaniue?" Sasa haya maneno Yeoni anayamaindi. Anamuuliza, "Hivi mpaka saa ngapi utaacha kuongea ujinga? Ningekuwa na nia ya kukuua, nisingekusaidia." "Sawa, umenifunga kamba alafu unajifanya unanisaidia." Sasa binti anamsogelea. "Kumbe unafahamu najaribu kukusaidia, nafahamu au kujaribu kuniua. Na pia unafahamu mimi sio Ginyeo." "Sikusema Ginyeo, ni Gwinyeo." Binti anasema, "Yaani siamini macho yangu." "Twende. Twende tuondoke tu twende." Anamvuta mfalme kama vile kamnyama kake. Angejua kama kweli ni mfalme huyu. Sijui. Haya bana. Sasa kwenye jumba la kifalme, mke wa mfalme anauliza, "Una maana gani mfalme hajarudi?" "Inawezekana mfalme anaenjoy mawindo, ndio maana hajarudi." "Hapana. Najua anapenda kuwinda, lakini hii haijawahi kutokea kabla. Itakuwa kuna jambo limetokea, au inawezekana mtukufu amefanya jambo." Sasa huyu mke wa mfalme anakumbuka miaka 7 iliyopita, na hii siku alikuwa amefungwa gerezani, lakini akatembelewa na prince, yule prince ambaye alikuwa amelewa kwenye tambiko. Sasa huyu dada alikuwa amefungwa kwa kosa la kumuua kiongozi. Mama yake alimuuza kwa kiongozi ili amuoe, lakini akamuua yule kiongozi badala ya kulala naye, maana alikuwa ni mtu mzee sana. Sasa prince akamuuliza, "Lakini ni kweli umeua?" Na binti akamjibu, "Ndiyo." Prince akamuuliza tena, "Baada ya kumuua maisha yako yameharibika. Sasa je, haujutii ulichokifanya kuharibu maisha yako mwenyewe wakati ungeweza kuishi maisha kitajiri na yule mzee?" Binti anasema, "Hapana, hata kama ile siku kijirudia tena nitamuua vile vile." Na Prince kusikia majibu haya, akamsogelea huyu binti na akamwahidi kwamba atamsaidia kumtoa gerezani. Binti akiwa na mshangao akamuuliza, "Kwani unataka nini kwangu?" Prince akaanza kumshikashika, anamshikashika usoni, kidevu nini. Binti akajua naye anataka. Sasa akamuuliza, "Na wewe unataka upumzike na mimi usiku mmoja kabla sijafa? Wewe unadhani mimi ni kama hao wanaume wajinga? Ninachokihitaji mimi sio kukufanya wewe kuwa mwanamke wangu. Nataka unitumikie kiuaminifu. Unajua nimeshamuua kiongozi mbaya siku ya leo, lakini kesho naweza nikageuka nikakuua wewe pia mtukufu." Prince akacheka, yani akacheka sana. Alafu akamwambia, "Unawezaje kumuua mtu ambaye alishakufa? Mimi nilikufa miaka 10 iliyopita. Sasa hii ni kumbukumbu ya mke wa mfalme. Tutaelewa tu yote haya." Anasema, "Hapana." Prince anasubiria wakati sahihi. "Chora." "Ndiyo mtukufu. Nahitaji kutuma ujumbe wa haraka sana kwa Prince." "Sawa." Haya, ujumbe uliotumwa unafika, na baada ya kufika anaambiwa aliyetumiwa ujumbe, "Nasikia mfalme bado hajarudi kwenye jumba la kifalme. Itakuwa ameshambuliwa tena na assassin. Nani amemtuma bila kutoa taarifa? Ni ngumu kujua ni nani, maana wengi wana hasira na mfalme. Ni wengi waliopoteza wazazi wao, dada zao, kaka zao kwa sababu ya mfalme. Lakini hata kama alifanya hivi, ni mtu tunayemfahamu. Hatuwezi kumhukumu kwa kufanya hivi. Tulikubaliana kusubiria wakati sahihi."
hata kama mfalme wa sasa ni katili, hatutakiwi kwenda nje ya muda. Kwa hiyo kama mmoja wetu ndiye aliyefanya hili jambo peke yake, lazima atalipia gharama. Na msisahau, kitendo cha kutulia na kusubiria wakati sahihi ni muhimu ili kuweza kufanikiwa jambo letu. Wote wanaitika ndiyo mtukufu. Wote hawa wanataka kumuua mfalme. Mfalme ni katili, amegusa familia zao, amegusa maeneo ambayo yanawaumiza, wanataka kumuondoa duniani. Na kiongozi wao ni Prince. Huwa anajifanya mjinga, lakini chini ya kapeti sio poa. Haya, upande wa pili kwa mfalme na binti Yeon. Wametembea kwelikweli, wamechoka. Mfalme yuko hoi, anasema tu maji. Nakufa na kiu mimi, naomba maji. Lakini binti anamwambia, hebu sikia, hata mwenyewe nina kiu vile vile. Katafute hoteli ambayo ipo karibu. Nahitaji kahawa ya mdalasini. Mungu wangu. Hivi ana shida gani huyu? Unataka kusema kweli wewe ni mfalme au umeanza kuelewa? Mimi kweli ni mfalme. Binti ndo anaona yani huyu. Au haujaumia kifuani, umeumia kichwani. Mfalme inabidi tu acheke. Anasema, naona hautaki kuniamini kabisa. Sasa mfalme ili kudhibitisha kama kweli yeye ni mfalme, anaamua kuinuka, alafu anamwambia binti, "Haya inuka uone." Anataka nione nini tena huyu? Yeon anainuka, anamwambia, nini? Ona. Sasa mfalme anamuonyesha nguo. Maana nguo ya mfalme huwa inashonwa kwa kitambaa maalum na inakuwa ina nembo maalum. Lakini Yeon anapoangalia, yeye haelewi. Nini sasa? Hii nembo au? Huu ndio ushahidi. Yaani unatia aibu. Hizi nguo kenda Kariakoo shilingi 10,000 tu unanunua. Unataka kumdanganya nani? Nini? Ununua nguo ya mfalme Kariakoo? Hizi nguo watu wananunua tu, wanavaa, wanaigizia, watu wanazipenda. Mfalme anaishiwa power yani. Sasa kwa nini hautaki kuniamini kama kweli mimi ni mfalme? Vipi kuhusu wewe? Mbona na wewe unakataa kuniamini kama ni kweli mimi ni chef? Yaani unanikela kweli kweli. Utafanyaje kama kweli mimi ni mfalme? Kwa kuwa wewe ni mgonjwa, tajitahidi kuwa muelewa. Mfalme anatamani hata kummeza. Aya, go. Binti anatumia Kiingereza, hajui wenzake haje kusikia hiyo lugha bado. Lakini mfalme anasema sawa. Binti amechoka, anageuka. Huyu vipi tena? Japokuwa wewe sio type yangu, lakini tukirudi jumba la kifalme nitakukula. Sasa binti kusikia hivyo, kwanza kasikia kwa mwangwi. Mfalme anajua amewini, haje kukataliwa bana. Anakula kofi. Utanikula hata kama wewe ni chizi, chunga mdomo wako. Unathubutu kumpiga mfalme? Mwanzo nilikuwa najizuia kuongea sana, lakini ukiongea ujinga unakula konzi hata kama Embu nyamaza. Hiyo sio sababu ya kumpiga mfalme. Mungu wangu, yani siamini. Hivi kwanza, kwani wewe ni nani Wewe kweli ni muigizaji? Mimi ni mfalme wa hii nchi. Naona wewe kweli umechanganyikiwa. Haya, jitahidi utembee kabla sijaamua kukuacha hapa. Sawa? Go. Sasa wanaanza kuondoka hivi, binti anaangalia mbele. Kuna nyumba bana. Wamefika sehemu ina makazi. Asante Mungu. Mfalme anatangulia, binti anamwambia, "Oya, subiri. Taratibu basi, taratibu." Anafika, anapiga geti teke. Binti anamwambia, "Hii ni nyumba ya mtu bana. Wewe ukapiga teke geti la mtu kama hivyo? Kila kitu hapa ni mali yangu mimi, mfalme." Sasa binti anaanza kuita, "Jamani, kuna mtu yote ndani? Embu nyamaza. Bado tupo ndani ya Gwempyo." Gwempyo? Ndio, huu ni msitu wa Salgoji, sehemu yangu ya mawindo. Hakuna mtu anayeruhusiwa kuishi hapa. Binti anajaribu kukumbuka, Gwempyo. Nimekumbuka. Yeon-wigun. Nini? Yeon-wigun? Sasa binti anamwambia, Yeon-wigun alifukuza watu wenye makazi yao, akapokonya ardhi na kisha akaweka alama kukataza watu wasikae maeneo hayo, alafu akaifanya iwe sehemu yake ya mawindo. Kwani Yeon-wigun ndio nani? Mbona simfahamu kwenye familia ya kifalme? Alafu najiita mfalme. Au mfahamu katili Yeon-wigun? Alituma watu wake kwenye Chaehong wawakamata watoto wa kike wampelekea lale nao. Haumfahamu? Haumjui? Kweli? Chaehong? Usije ukawa unanizungumzia mimi. Amna, sio wewe. Yeye aliishi miaka ya zamani sana. Alafu Yeon-wigun alikuwa ni mfalme. Mfalme katili kweli kweli. Una maana gani alikuwa katili? Yaani ina maana haujui? Aliongoza kwa mabavu, akawanyanyasa watu wake, makazi yao yakawa sehemu ya mawindo, alafu akachukua wanawake wote wazuri wa Joseon kwa ajili ya Chaehong kulala nao. Kwani kuwaadhibu watu si ndio njia kuweka heshima kwenye serikali? Na watu waliokuwa wanaishi maeneo ya mawindo walipewa nyumba nyingine, alafu Chaehong ni kwa ajili ya usalama wa ufalme. Inatakiwa uelewe nia yake badala ya kumuita katili.
mbona kama umemind wakati sikuzungumzie wewe? Alafu tu wa kweli tu. Ukiachana na yote, ile Chae-hong haikuwa sahihi. Binadamu gani afanye kitu kama hicho? Hebu nisikilize kwa makini, wewe Chef Gunyeo. Umeanza kuniita tena Gunyeo. Jukumu la kwanza la mfalme ni kupata mtoto ili uzao wa kifalme uendelee. Sasa unamlaumu vipi mfalme kwa kuwabariki wanawake wote hao waliokubali kuutumikia ufalme kwa kupenda? Wewe ni chizi eh? Usoma historia kumekuchanganya akili. Mambo ya kizazi cha kifalme ni kisingizio tu. Mfalme alikuwa anapenda tu mademu. Nini? Umechanganyikiwa? Unasubutu vipi kunitukana mimi? Sawa. Za watoto wengi unaotaka. Ila mimi ngoja niondoke zangu, nikafanya vitu vingine. Sitaki kukaa karibu na wanaume kama wewe. Hivi wewe hauogopi adhabu utakayopewa? Hapana, mfalme, siogopi adhabu. Wewe mpuuzi, hebu nifungulie haraka. Hapana, sikufungulia haraka. Yaani leo mfalme amekutana na chizi. Ili chizi kweli kweli. Sasa Yeune anaangalia, anaona kuna nguo zimeanikwa hapa. Akaona hizi alizovaa zimechafuka. Kwa hiyo ngoja abadilishe, avae hizi ambazo hazijaloana. Kwa hiyo anabadilisha, anavaa hizi za kizamani. Kijosoni. Haya, binti anakaa chini, analalamika, miguu inaniuma, yani siku ya leo bana imekaa ovyo tu, yani sielewi. Au unasemaje? Mimi ndo natakiwa niseme hivyo. Sasa wanasikia kitu ndani, binti anashtuka. Anamgeukia mfalme. Umesikia hiyo? Nimesikia. Wanasikia tena, binti anashtuka. Au kuna mtu humu ndani? Binti anainuka akiwa na uoga kweli. Anaita, jamani kuna mtu humu ndani. Anafungua mlango, anaingia, bado anaita, jamani Sasa anaingia ndani, kuna giza. Anasema switch ya kuwashia taa sijui iko wapi. Kuna mtu humu ndani. Hello? Lakini ghafla anavamiwa. We mwizi, baba yako akukufundisha usiibe vitu vya watu. Nini? Mwizi? Ndio, usimeiba nguo zangu, afu unataka ukatae. Yaone anainuka, anasema kumbe hizi ni nguo zako Nisamee. Sitaki kusikia, naomba uondoke haraka. Sawa, naondoka. Lakini kabla sijaondoka, tuko wapi hapa? Kwani huu ni mtaa gani? Nimesema sitaki, toka nje bana, toka. Sasa wanaanza kupigana na mifagio, mwisho binti anasema inatosha. Hivi leo namkosi gani mimi? Mambo yanazidi kuongezeka tu Sasa Yeoni anaamua kutumia ubabe kujieleza. Anasema sikia bana. Giza limeanza kuingia. Mimi sijui nipo wapi. Nikaona kuna hii nyumba, nikaamua niingie ndani. Kwa hiyo unategemea mimi niamini unachokisema hicho? Hata kama unachokisema ni ukweli, kwa nini usingeniita kwanza mwenye nyumba mwenyewe? Nimepiga hodi lakini hakuna ile nijibu, ndio maana nikahisi nyumba haina mtu. Kwa hiyo una maana gani? Kwa hiyo kama nyumba haina mtu, ndio uingie ndani ya nyumba ya mtu kama vile ni ya kwako, umuibie nguo zake alafu uzivae. Unaona hiyo ni haki kweli hiyo? Alafu una maana gani eti hapa ni wapi? Wewe unajua hapa ni wapi? Unajua kama ni msitu wa Salgoji? Na wewe pia unauita huu msitu Salgoji? Mimi siulizi hivyo. Na maanisha hapa tulipo, kwani huu ni mkoa gani? Sasa usipige makelele bana, watatusikia huko nje. Hii sehemu ni sehemu ya mfalme kufanyia mawindo, wakitusikia tutukamata. Kwani wewe hujui kuhusu Gumpyo? Mfalme? Gumpyo? Sasa nakumbuka mfalme alimwambia, hii sehemu yote ni sehemu yangu, hakuna mtu anaishi hapa. Binti ndo anachoka sasa, yani kwamba Mungu wangu naenda kuchanganyikiwa. Mbona kila mtu hapa anajifanya kama vile anaigiza movie? Msubiri kwanza. Na umevaa nguo ya kizamani Kumbe hii ni sehemu ya kuigizia movie, si ndio Movie? Iko ndio kitu gani? Movie kama vile K-drama za Kikolea vile, muzi K-drama hayo. Bana, acha utani bana, unanitisha. Mimi ndo naogopa bana, wewe unanitisha mimi. Haiwezekani. Kwamba ule chizi alikuwa anasema ukweli, nimerudi miaka ya zamani. Unaweza ukaniambia huu ni mwaka gani? Mwaka? Moja waza tuone. Mwaka jana ulikuwa ni mwaka wa mbuzi mweusi, mwaka huu ni mwaka wa nyani wa blue. Nyani wa blue? Wewe una matatizo gani? Wanatumia majina ya wanyama kuhesabu miaka. Ina maana umesema hapa tupo wapi? Yaani wewe ni mtu wa ajabu, haujui kama tupo Gumpyo ndani ya msitu wa Salgoji, bado haujui huu ni mwaka gani? Yaani utafikiri umetokea dunia nyingine. Kwani kuna convenience store hapa karibu. Nini? Neno gani umetumia leo mimi sielewi. Kwani ulikuwa unataka kusemaje? Supermarket. Supu nini? Binti anazidi kuchoka. Huyu mtu hajui convenience store ni nini wala supermarket ni nini. Haiwezekani. Hii lazima itakuwa ni ndoto hii. Sasa tumbo linaunguruma na binti unaye tumbo linaunguruma. Njaa zimeshawauma. Njaa zimewatandika. Anajiuliza ndoto gani njaa inauma kweli? Kusema na ukweli, mimi njaa inaniuma. Vipi na wewe unataka chakula? Ina maana hii sio ndoto.
Hebu acha ujinga basi na wewe. Aya, inuka hapo, hebu inuka. Inabidi nitafute begi langu kwanza, maana simu ipo kwenye begi. Nikipata simu yangu nitajua kinachoendelea ni nini hapa. Haya, Yaoni anainuka. Tukimaliza kula unaweza kunipeleka kwenye korongo la hapa karibu? Kwenye korongo? Una maana huu usiku na hili giza? Kuna kitu nimepoteza, nahitaji kukipata, ni muhimu sana. Lakini msitu una korongo moja tu hapa karibu. Kwani kuna nini cha kupika hapa? Nitakupikia mimi mwenyewe. Sasa huku nje mfalme ameshasinzia, yani amelala. Wanatoka mabinti, huyu mmoja anashangaa, kwani huyu ni nani? Binti anamwangalia, hamna kitu, kashalala. Yani umeshalala mara hii? Basi wanamwacha mfalme, wanaingia jikoni. Boni appetit bana, mambo ya misosi ndio picha yake hii, mambo ya vyakula tu. Kwanza wanaanza kuangalia viungo, ingredients, yani vitu vya kupika, mambo ya nyanya, nini, mimi sielewi bana. Wanaenda kuiba mayai ya ndege, sio ni ya bata haya, viungo mbalimbali, binti anavitesti, mboga za majani, mambo kibao yani. Anaandaa ile akianza kukinukisha hapo, kinukie kweli kweli. Sasa anamuuliza huyu binti, lakini kwani jina lako ni nani? Naitwa Giligium, Seo Giligium. Jina langu ni Yeon Jiang. Kwani una miaka mingapi? Miaka 18. Kumbe mimi ni mkubwa wako, sawa? Haya, mapishi yanaendelea bana kama kawaida. Wanakinukisha watoto wa kike, wanarekebisha mazingira. Sasa Yeon anapopika anawaza, rice cooker hamna, umeme hamna, hata taa hamna. Sehemu kama hii inawezekanaje kuwepo dunia sasa hivi? Na huyu binti pia nikimwangalia, Yaoni anakosa majibu, mafaili yanagoma. Anamuuliza, hizi mboga zote umetoa wapi? Unajua watu huwa wanatafuta mizizi na matunda kwa kutumia macho yao, lakini mimi huwa natumia pua. Pua ya mbwa. Pua inayonusa sana Sasa binti anaanza kupiga mahesabu, apike chakula gani? Kwa vitu alivyonavyo hapa, lakini anakumbuka alibeba ile chachandu. Chachandu bana sio mchezo. Anasema okay, hapo safi. Kwa hiyo anaingia ndani kwenye nguo zake, anachukua chachandu na kuna kiungo fulani hivi anakichukua pia. Hivi ni vitu vya tauni. Watu wanataka walishwe vitu vya tauni, au sio bana? Basi mpishi anayepika wali ulioiva anaingia kazini sasa rasmi. Lazima uvae kishefu, kipishi safi. Anasema huu ni muda wa kuonyesha watu uwezo. Inatakiwa wale chakula kimoja hivi wachanganyikiwe. Yani waanze kuwaza hiki ni mbinguni au ni wapi hapa? Chakula kimoja safi, yani kimetulia, cha tauni na chachandu kwa juu mzee. Lazima hapo ukubali show hiyo. Kwa hiyo binti anaanza kupika sasa, mambo ya kuchemsha kwanza. Unajua sio lazima unapopika ukaange kwanza au uunge mboga moja kwa moja. Kuna mboga zingine ili zikae vizuri inatakiwa uchemshe kwanza, alafu unakishaichemsha unakuja unaiunga kwa kutumia ile supu ya mchemsho bana. Vitu kama hivyo watu wengi wanashindwa kuelewa. Pale ndo kuna vitamini bana, au sio? DJ mpishi. Haya, baada ya kumaliza kupika, vitu vinawekwa mezani. Japokuwa kawali haka mimi siwezi kushiba. Sasa binti anaweka chachandu. Geumu anashangaa tu, vitu gani hivi? Alafu baada ya hapo linaandaliwa yai. Ili yai linachemshwa likiwa nje ya maganda bana. Unaona mambo haya. Alafu baada ya hapo inachukuliwa hii, sijui ni nini, sijui blue band, hata sielewi, inatengenezwa bana, inawekwa sawa. Lakini Yaoni anasema hii inaitwa hazelnuts. Wale wapishi bana, na mtaalamu wangu Matias bana, mjitahidi mkatafute hiyo Google huko, hazelnuts. Sasa hii inamwagiwa juu ya chakula. Chakula kimenoga mpaka Geumu anasema chakula kizuri sana, tusikile, kimekaa kama mchoro. Haya basi, baada ya kumaliza kupika na kuandaa, anasogeza chakula karibu na mfalme. Anamwamsha, oya hebu amka basi ule. Mtaalamu anaamka, binti anamwambia kula kwanza ndo ulale tena. Mfalme kwanza anakiangalia chakula, alafu anasema mimi sitaki. Unalingia chakula? Pole sana. Nini? Pole? Binti akaona ngoja tu nikusaidie. Anaamua kumlisha chakula. Anamwambia haya. Mfalme anakataa, sitaki. Lakini tumbo linaunguruma. Tumbo lako linaomba chakula bana. Embo onja hata kidogo. Mimi nitakuaminije wewe? Fanya haraka, mkono unaniuma. Kama unanilazimisha, onja kwanza wewe. Nini? Nifanyeje? Sasa Geumu ndo anakuja. Binti anamwambia, Geumu, njoo tu, usiogope, njoo. Usijali, huyu sio mtu mbaya. Ana shida ya akili tu kidogo. Lakini Geumu anaogopa, maana nguo alizovaa mfalme sio nguo za kawaida, ni nguo za kiongozi. Kwa hiyo Geumu anasema, samahani sana mheshimiwa. Sikia wewe, akili zake hazijakaa sawa. Sawa Wewe ni nani? Mimi ni huyu ndio mwenye hii nyumba. Anaitwa Gilgeum. Msalimie. Habari yako? Nyamaza. Hakuna anayemiliki ardhi ndani ya Gumpyo. Unajua mimi. Geumu anaogopa maana hii ni issue serious. Unaweza kukatwa kichwa. Lakini Yeoni anacheka, anaona kama utani.
Anasema nyinyi mna shida gani, mnaigiza movie au? Mna shida gani nyie? Hebu acheni maigizo, tule chakula bana. Tuwai kabla hakijapoa. Sasa mfalme anakiangalia chakula. Anasema kina muonekano mzuri, lakini bado huo ni wali tu. Huu sio wali wa kawaida uliouzoea. Hii inaitwa gochujang butter bibimbap kutoka kwa chef wa hoteli ya Michelin. Gochujang bibimbap. Binti anaanza kuchanganya, anakoroga. Viungo anavyovitaja hawavielewi, mara gochujang, sio bibimbap, ni vitu vya ajabu. Lakini mfalme anacheki hivi. Anawaza huu ni wali wa kawaida, lakini mbona unaonekana tofauti? Vitu gani vyekundu vile ameweka? Yaani haelewi, chachandu haijui. Sasa mwisho binti anaonja, anaisikilizia radha bana. Kitu kitamu, kitu kimepikwa kimepikika. Mfalme anaangalia tu, binti anatafuna, anakisikilizia. Anasema hii imekaa unyama, iko fresh. Geumu kula haraka haraka. Huyo kibadilisha mawazo anaweza akamaliza chote hiki. Mtu wa chini kama mimi siwezi kuthubutu kula na mheshimiwa. At least kumbe wewe una heshima na una adabu. Ana adabu? Kwani hawa wana shida gani hawa? Mbona naanza kuona ni kama ni kweli nimerudi miaka ya zamani. Hamna bana. Anachota ubwabwa, anamlisha mfalme. Mfalme anamuona, sasa anafanyaje hapa? Njaa imempiga kweli kweli. Akaona ngoja tu nilage sini kafa na njaa. Lakini shida ni kwamba amefungwa kamba, kwa hiyo hafikii kwenye kijiko. Anahangaika kweli kweli, yani anajaribu kila anavyoweza lakini hafikii. Mwisho anachoka. Anamwambia binti, kitu gani hiki unafanya? Wewe ni msumbufu. Unakula au hauli? Hicho kijiko kisogeze vizuri. Binti naye anazila. Anasema kama utaki kaa na njaa tu. Sijakataa kula, kijiko hakijafika mdomoni. Sasa binti anaamua kumlisha tena lakini kwa kejeli. Anasema princess wetu, kula chakula Nini? Princess? Alafu unajua nini? Una sura ya kiprince kabisa. Kula chakula prince. Sasa mfalme anaona japokuwa ni dharau lakini nina njaa, ngoja tu nile. Lakini kumbuka chakula hiki kina chachandu. Na mfalme chachandu alikuwa haijui, yani pilipili haijui. Sasa moto unawaka. Kitamu. Mfalme anaanza kukohoa, kameza pilipili yote kwa pamoja. Anasema unataka kuniua Nini? Pilipili? Hamna bana. Mbona pilipili yenyewe ipo kidogo tu? Yaoni anaamua kuonja tena. Anasema mbona hamna pilipili? Ni tamu tu. Lakini mfalme anapoisikilizia, Geumu naye anaonja. Wote hawa hawajawahi kula pilipili. Sasa ni kazi. Anasema chakula gani hiki? Chakula kinakuwa kinaumiza mdomoni. Na wewe unaona ni kali? Ndio ni kali, kwa nini pole? Geumu anawahi maji. Mfalme anasema sema ukweli. Umeweka sumu gani kwenye chakula? Yaoni naye anaamua kuwawakia. Nyie wajinga nimepika chakula kizuri hivi bibimbap afu mnasema nimeweka sumu. Mna shukrani gani nyie? Nyie acheni, msile nakula mwenyewe. Subiri kwanza. Nataka nile tena. Anasema mwanzo ilikuwa inawasha, inaumiza lakini baada ya ule muwasho kuisha, sijui nisemaje. Yaani ikabadilika tena ikawa tamu, chakula ikawa kitamu kweli. Kweli Anasema sije kula chakula kitamu namna hii, chakula kitamu kweli. Nilijua tu, wewe chakula kizuri unakijua. Sasa hawa wawili wanaanza kufukia msosi. Wanapiga wali kweli bibimbap nini? Yaani anabaki mfalme anawaangalia tu. Mfalme anawachola, chakula kinazidi kwenda. Wanazidi kula tu. Chakula kinaisha. Mfalme haamini macho yake, anamezea mate. Binti kumuona hivi akajua hiki njaa imeshakipiga. Anaamua kumuonea huruma. Anachukua tena chakula. Hapo mfalme anafanyeje? Hawezi kuvunga mzee, chakula ni kitamu. Nadhani chachandu tunaifahamu vizuri Sasa imagine umekula chachandu kwa mara ya kwanza. Lazima ushangae kwamba kitu gani hiki afu tena chachandu ya town. Mfalme ana enjoy, say no mai. Binti anasema nilijua tu. Chakula kitamu hiki bana. Wewe vipi? Vipi? Nikuongezee tena? Usiweke kijiko chini. Hiyo inamaanisha endelea kunilisha bana. Usiweke kijiko changu chini. Msosi wenyewe umeshaisha, inabidi tu amkombeleshe, lakini hiki anachokifanya binti kinamfanya mfalme amkumbuke mama yake. Queen yani Malkia alivyokuaga anamlisha chakula. Na hii inapelekea mfalme anatoa machozi. Binti anashangaa. Pilipili ni kali kiasi hicho. Lakini binti akaona sio mbaya, ni mara yake ya kwanza kwa hiyo sio jambo la ajabu sana. Ni muda kutoa vyombo. Unajua mmeweza kula, kwa anakunywa maji, alafu anatoa vyombo. Lakini mfalme anamwangalia sana binti, amemkumbusha kumbukumbu ambayo hakutegemea. Yaani kumuona binti hivi anaona mwanamke wa tofauti. Na wanapoondoka na vyombo, mtaalamu anawaza, mbona maajabu? Amenifanya nimfikirie mama yangu kwa kutumia chakula tu. Haya bana, tunakuja upande wa pili. Mfalme bado anatafutwa. Wanamsaka kila kona. Ni mfalme wa nchi huyu. Yaani hili jambo ni jambo kubwa sana. Binti ajui tu, yeye yuko bize huku na Geumu. Mbona blanketi linanuka sana hili? Linanuka? Lakini mbona halinuki hili?
ngoja tuliache kwanza hapa nje lipunge upepo. Lakini anamuona mfalme, anasema nilipe kisasi. Anaamua kumfunika mfalme. Blanketi anasema linanuka, anamfunika mfalme. Lakini anapomfunika anamwangalia usoni. Ni handsome boy fulani hivi. Anasema akiwa amelala anaonekana vizuri. Naona unamjali sana mume wako. Inaonekana mnapendana kweli kweli acha ujinga. Wegi humu. Ina maana mdoto unafikiria mimi ni mume wangu Ndio, kwani wewe sio mume wako? Amna. Nitakuelekeza njiani. Kwanza twende. Sasa wanaondoka, wanamwacha mfalme, wanaelekea kwenye korongo. Binti anataka achukue begi lake lile. Anataka achukue simu ili aweze kuomba msaada. Sasa mfalme ananusa ili blanketi. Aisee. Ni majanga. Haya basi, wakiwa njiani, Geumu anamuelekeza kwamba ukiona maji yanashuka chini, ina maana unakwenda ndo mlimani. Kwa hiyo ndo njia yenyewe kwenda mlimani. Lakini kwa nini usijisafishe nywele zako kwanza? Maana una uchafu umechafuka kichwani. Kweli nimechafuka sana. Basi wanaingia kwenye maji, wanaanza kujisafisha. Kunawa miguu, kunawa mikono, lakini lengo ni kuosha kichwani. Upande wa pili huku mfalme anapatikana. Watumishi wake wanampata. Anamuuliza, haujadhurika mkuu? Wewe unavyoona sijadhurika mimi au? Nisamehe sana mfalme, nitawatafuta waasi na kuwakata vichwa. Basi mfalme anainuka. Wanamletea upanga pamoja na mavazi. Mfalme anapokea, anaenda kubadilisha nguo kwanza. Alafu anatoka, msako ndio uanze. Anawaambia, sikieni maneno yangu. Kuna msaliti yupo karibu na hapa, amenidhalilisha. Mtafuteni. Hiyo ni oda ya kumtafuta binti Yeon. Alafu hii sehemu inapigwa moto. Na kumbuka nguo za binti ziko humu ndani, sisi itakuaje? Na mdogo mdogo mfalme anaondoka na majeshi yake. Wakati upande wa pili, binti ameshaosha nywele, anajaribu kuzikausha. Huko hamna dryer bana. Sasa Geumu anampa kitambaa atumie kukausha nywele. Naomba unisamehe kwa kukosea na kukuhisi kwamba wewe ni mwizi. Usiseme hivyo. Niliingia kwenye nyumba yako, nikavaa nguo zako bila kuomba ruhusa yako. Unachokisema ni kweli. Lakini kwa nini unaishi kwa kujificha? Ile si nyumba yako. Naishi huku, naogopa Chaehong, ndio maana najificha. Sasa Yeon anakumbuka maneno ya mfalme kuhusu Chaehong. Chaehong? Ndio Chaehong. Kwani wewe huijui? Si unachukua wanawake wote wanawapeleka kwa mfalme? Kwamba wewe huijui? Ndio naijua, lakini si ilitokea miaka ya Joseon. Basi Geumu anamcheka kweli kweli. Anamuuliza kama haupo miaka ya Joseon, kwa unajihisi uko wapi? Unamaanisha aliyosema yule mjinga ni ya kweli? Yule mjinga? Unamaanisha yule mheshimiwa ambaye akili yake hajakaa sawa. Kwa hiyo unamaanisha mfalme anaitwa Yeonwigun. Nani? Yeoningu? Kwani unajuaje kuhusu Chaehong na umjui Yeonwigun? Sijawahi kusikia hilo jina kabla. Yeon anashangaa hii inakuaje? Lakini ghafla anaulizwa, "Nyie kina nani huko chini?" Kuna watu. Binti anaanza kuwaita, "Tuko hapa, tuko hapa." Na upande wa pili huko mfalme anamtafuta. Sasa inakuaje hapa? Basi na huu ndio mwisho wa episode ya pili, lakini kwanza naomba nielezee kitu kimoja kabla ya kuendelea. Na kitu hicho ni Chaehong. Huu ulikuwa ni mfumo wa mfalme aliouanzisha, anachukua mabinti mbalimbali na kuwafanya kuwa wake zake. Sio, unanielewa vizuri? Kwa nini tutafahamu mbele ya safari, lakini jua tu kwamba Chaehong ni mfumo ambao mfalme aliuanzisha kuchukua mabinti na kuwafanya kuwa wake zake. Kulala nao, si niseme hivyo. Haya basi, na huu ndio mwisho wa episode ya pili kama nilivyosema. Tukutane tena katika episode ya 3. Katika hii hapa sina la ziada. Niseme see you on the next one.